Masonga kwaya na Mungu abariki sana. Kwaya kutoka Masonga ipo tayari kwa ajili ya kumsifu Bwana. Hapa kuna watu mbalimbali kweli kweli. Watu wa kutoka Masonga, wa kutoka Tuangoma, wa kutoka Mtungi wa Maji, wa kutoka yani sehemu mbalimbali wako hapa. Haleluya.
Atoe hivi. Makofi, shangwe na vigelegele zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Na kila mwenye mwili, kila mwenye Yesu aseme amen. Yes. Ni wakati mzuri sana. Tuna wakati mwingine tena kwa kipindi kinachoendelea. Najua kila mmoja ana shauku kumwona mnenaji apostle, ili kwamba Mungu aweze kutuhudumia jioni ya leo kupitia mtumishi wake. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Wakati huu ni wakati mzuri nimkaribishe Askofu Nixon Kalinga, yeye aweze kutukaribishia mnenaji jioni ya leo. Shangilie Bwana Yesu kwa shangwe na vigelegele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Basi naomba macho yako yafumbe pale ulipo, ya ukiwa mbele za Bwana wetu Yesu Kristo aliye njia, kweli na uzima. Niweze kushukuru muda huu kwa ajili ya majira haya ambayo tunaenda kuingia tena. Asante Bwana Yesu wa Nazareti, Bwana uliye njia, kweli na uzima. Asante kwa Tua Ngoma, na asante kwa mambo yote yaliyo ndani ya Tua Ngoma. Asante kwa ajili ya Kongoe hadi Kigamboni. Asante kwa makanisa yako, na asante kwa watu wako. Ni majira tena ambayo Bwana Yesu unaenda kuongea na sisi tena kwa njia tofauti, kwa njia pekee.
ili ndani ya maisha ya kila mmoja wetu Bwana apate kufunua utukufu wako ndani ya majira haya. Asante Mungu wetu, na sasa namleta mtumishi wako Apostle Moses Wisdom. Bwana aweze kuongea nasi ndani ya viwanja hivi vya Tuangoma, mambo uliyoazimia tangu asili. Bwana tupate kusikia, Tuangoma isikie, Marela isikie, Kongo isikie, Kibada isikie, Mwasonge isikie, Kigamboni isikie, Iringa isikie, Tanzania isikie. Bwana unayemiliki mbingu na nchi, jioni ya leo tuko tayari tena uweze kuongea na maisha yetu, uweze kuongea na huduma zetu, uweze kuongea na hatima zetu. Asante Mungu mkuu, katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen. 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 Basi ni majira mazuri tena. Mimi ni mchungaji Nixon Kalinga wa kanisa la Betheli Tuangoma, na sasa nakuletea mtumishi wa Mungu. Siku ya kesho naomba ujiandae kuwahi zaidi. Tutakuwa na watumishi mbalimbali wa kanisa mbalimbali. Ila sasa nakuletea mtumishi wa Mungu Apostle Moses Wisdom aweze kuongea na sisi. Amen. Watu wa Kibada hawajasikia, watu wa Kibada hawajasikia. Tuangoma, Tuangoma, haleluya, 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 amen, amen, amen. Kwanza kabisa napenda kuchukua muda huu haleluya. Unaweza kaiweka vizuri. Haleluya. Amen. Amen. Ya. Napenda kumshukuru mtumishi wa Mungu Bishop Kalinga, Pastor Elijah, Mama Kalinga, uongozi wa kanisa na kamati mbalimbali na kamati mbalimbali zilizoweza kufanikisha mkutano huu mpaka kuweza kutokea. Tutaka kuambia kitu kimoja, hatuna chochote kinyume ambacho tunachokiongea, bali ni Kristo, tena Kristo aliyekufa na Kristo aliyefufuka. Ndio huyo tu tutaka kwenda kumuongelea mahali hapa. Haleluya. Okay, hamna shida. Yeah. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, kwa ajili ya ukuu wako. Tunashukuru Mungu wa majeshi kwa kuwa wakati huu uliupangilia na wakati huu umeuweka kwa ajili ya tuweze kutoa neno ambalo ni kweli, ambalo hiyo kweli ndio inatuweka huru, hiyo kweli ndio inayotusababisha tuweze kusimama. Tunalishukuru jina lako. Asante Bwana, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Amen. Ni kwamba una aje kweli. Kweli ni kweli tu. Ninakumbuka kweli ilipokamatwa na kuwekwa msalabani na ikaendelea kweli. Na kweli hiyo inakaa ndani yetu
na kweli hiyo inasimama mpaka sasa, na kweli hiyo ndiyo inayookoa. Kama tulivyoambiwa kwamba kichwa cha mkutano wetu huu wa Injili ni zawadi ya wokovu kwa kila amwaminie Bwana Yesu. Zawadi ya wokovu kwa kila amwaminie Bwana Yesu. Nataka kuongea kitu kimoja. Nataka kuongea, tunapozungumzia zawadi hii inaufanya kila mtu anayemwamini Bwana Yesu awe na utakatifu wa kweli. Tunaongelea utakatifu wa kweli, kwa sababu unaweza kukawa kuna utakatifu lakini pia uokovu. Ninaamini kabisa ana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Lakini haya yote yanapatikana vipi? Haya yote yanapatikana vipi? Ndio nataka tutizame mchakato ili uweze ukaelewa. Kuna mtu uko mahali hapa, nataka kukwambia siku ya leo hutaondoka kama hivyo ulivyo. Mahali hapa kuna nguvu ya uponyaji. Mahali hapa kuna nguvu ya wokovu. Mahali hapa kuna kuinuliwa. Mahali hapa kuna kuponywa. Mahali hapa kuna kila unalohitaji liko mahali hapa. Katika kitabu cha Waefeso 4:24, Waefeso 4:24 anasema hivi: mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Nisikilize tena. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Anasema ukavae. Anasema ukavae. Asemi ujitengenezee we mwenyewe. Asemi ujifanyie we mwenyewe. Anasema ukavae. Ndio kinachotakiwa wewe uvae. Sasa leo nataka kukuonyesha ni nini hicho ambacho unatakiwa uvae. Na baada ya kuvaa, maisha yako yanabadilika. Kila mtu hapa ana dhamira. Kila mtu mahali hapa ana nafsi. Kuna kitu ambacho kinaendelea. Kuna kitu ambacho kinaendelea. Lakini wokovu ni nini haswa? Wokovu haswa ni nini? Kusamehewa makosa na kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Na mbele za shetani. Na mbele za wanadamu. Kwamba unakuwa mwenye haki mbele za Mungu, mbele za shetani na mbele za wanadamu, kwamba wewe una uwezo wa kusimama. Huo ndio wokovu ambao nataka niuongelee mahali hapa. Hiyo hiyo ndio ile zawadi ambayo sisi tumeweza kupewa. Hiyo ndio zawadi ambayo sisi tumeweza kupewa. Lakini wokovu ni nini hasa? Kama nilivyokuambia, ni kusamehewa makosa. Ni kusamehewa makosa. Ni kitendo cha kisheria. Ni jambo la kisheria ambalo lazima lichukuliwe kisheria. Sio hivi hivi tu. Yesu alihakikisha kwamba hili jambo linachukuliwa kisheria kabla halijaweza kutangazwa na liweza likawa vile anavyotaka. Haleluya. Sasa tuangalie mchakato wenyewe. Nini kinautangaza? Nini kinachokutangaza wewe kuwa mwenye haki? Tumeshaona hapa kwamba unavaa utu mpya uliotengenezwa katika haki. Haleluya. Haleluya. Thank you, sir.
Haleluya. Tazama hapa, tazama hapa, tazama hapa. Haleluya. Sasa ni nini kinachokutangaza wewe kuwa mwenye haki? Naweka msingi. Nataka unielewe. Ukishanielewa leo, basi kesho na kesho kutwa mpaka siku ya mwisho utanielewa. Amen. Nini kinakutangaza wewe kuwa mwenye haki? Amen. Ni nini? Warumi 4:25 anasema, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu, kufunuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Amen. Ili mpate kuhesabiwa haki. Kwa hiyo ni nani? Ni kwamba ni ametolewa na kufufuliwa. Katika kufufuliwa kwake, wakati mwingi huwa tunaongea tu kwamba Yesu inamgharimu Yesu kufufuka. Kwa sababu kama kufa, Musa alikufa, Ibrahimu alikufa, Isaya alikufa, Yeremia alikufa. Kufa kwao kote hakutusaidia kitu, lakini tunaongelea kitu kimoja kuhusu kufufuka kwa huyu mwanaume anaitwa Yesu Kristo. Ni tendo la Mungu ambalo yeye kama jaji anakutangaza wewe mwenye dhambi kuwa una haki, kwa sababu umemwamini Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Umekwenda mahakamani, kila ushahidi unaonyesha. Kama ni mwizi wa mbuzi, mbuzi yuko mahali pale, vidole vyako viko pale, koti lako liliacha pale, tochi uliacha pale, kisu ulikiacha pale, kanga ya mkeo iko pale. Mwizi wa mbuzi. Alafu jaji anatazama, anasema kwamba ninakutangaza kuanzia sasa, wewe una makosa kwa kipengele hiki na hiki na hiki. Anakufutia ile kesi. Hiyo inaitwa kuhesabiwa haki. Ni jambo la kisheria ambazo linafanyika pale tunapomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu. Kila dini duniani, kila dhehebu, liwe la kisasa, liwe la kienyeji, liwe la kishenzi, yote yanatafuta kuhesabiwa haki. Amen. Miundombinu yote za dini, miundombinu yote ya madhehebu, wanachotafuta ni kuhakikisha kwamba mtu amehesabiwa haki. Kuna sauti kwenye dhamira ya kila mtenda dhambi. Kuna sauti katika kila dhamira ya mtenda dhambi. Dini zinahangaika kuinyamazisha hii sauti. Tubio. Wengine wanafanya kafara, wengine wanafanya mfungo wa siku nyingi mlimani, lakini hakuna dini iliyofanikiwa kuwa na mpango wa akamwambia, umezishika amri zote? Nimezishika. Akisema bado umepungukiwa na jambo. Hiyo ndio dini ilivyo. Utafanya yote kwenye dini, lakini kuna huwa unakwenda kwenye ibada. Sijawahi kukosa kwenye ibada tangu alivyoona kiburi. Yule jamaa alikamatwa, alionekana alikuwa anapenda hela kweli. Yesu alipokuwa akashindwa, akaona wewe niendelee kufukuzana na shilingi. Sisemi kwamba pesa mbaya, pesa nzuri jamani. Haleluya. Yes. Sawa jamani. Kila dini wana mpango wa kuwafanya watu wake kuwa wana haki. Ndio maana katika Warumi 3:10 akasema, kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna mwenye haki hata mmoja nje ya Yesu. Hakuna mwenye haki, hakuna ambaye anaweza kumhesabia mwenzake haki, akaandaa mpango wa haki. Hakuna.
Wakristo wanakwenda Israeli, wanakwenda Roma, Vatikani. Kama ujui, hija ni zia watu wanakwenda patakatifu fulani, wakati Mungu anahangaika kumfanya mwanadamu kuwa mtakatifu, kuwa hekalu lake, kuwa makao yake. Yeye anatafuta sehemu takatifu, wakati Mungu patakatifu. Anasema nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi. Nyumbani kwa baba yangu nitakuwa na makao mengi. Alipokuwa anazungumzia hivyo, alikuwa azungumzii kwamba mbinguni kuna project ya kujenga majumba. Huwa wanafunga maduka, wale nauli wanakwenda kwenye mto Ganges. Kuna yellow Ganges na white Ganges pale. Wanaenda kwenye ule mto, unaoga pale, unaoga na maji, unaoga na maji. Wale wenye uwezo wanaoga mwezi mzima, wale wenye hela kidogo wanaoga siku moja, wale wengine wanaoga siku nzima. Nataka kukwambia haya ni mashindano tu ya kidini. Isaya anasema hivi, matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Nguo iliyotiwa unajisi. Yote yale watu wanayotumia utaratibu wa dini ni sawa sawa na nguo iliyotiwa unajisi. Ningeweza kufafanua zaidi, lakini ngoja niishie hapo tu. Nguo iliyotiwa unajisi. Najizuia kufafanua. Iwe la Wapentarasta, la Katoliki, la Kilutheri, linaweza kuzima sauti ya dhamira. Hakuna dini inayoweza kuzima hivyo. Funga siku 40, funga siku 60, funga siku 80. Ukimaliza mfungo, unashangaa tena sauti ile inaibuka tena kwa nguvu zaidi. Mimi ni mchafu, mimi ni mwizi, mimi ni mwongo, mimi ni mnafiki. Kwa Kiarabu tunasema el munafiki. Inakusema hivyo, inakusuta hivyo, inakusuta. Kila siku mwanadamu ambaye hajaokolewa anabeba hizi sauti, anazibeba hizi sauti kwenye nafsi yake, anatembea na sauti hii. Na angalia, hatutengenezwa sisi kutembea na vitu hivi kwenye moyo wetu, kutembea na sauti hizi kwenye moyo wetu. Hatukuumbwa hivyo. Huu ni mzigo, huu ni mzigo. Nakwambia hata wewe pia ambaye hujaokoka, hata wewe ambaye umeokoka, kama ujui kwamba siku ulipompokea Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, ulihesabiwa haki, shetani atakutesa sana. Utakwenda kuomba, kama ni mbaba, ulikuwa kiujanani kwako unavuta bangi, unamwombea kijana wako ambaye unamuona mambo zake haziendi vizuri, pale pale anakukumbusha na wewe unaomba, unakumbuka ile misokoto ulivyokuwa unavuta. Unakuja kutafuta nini hapa? Usipojua. Lakini kama unajua, unamwambia nyamaza. Mjinga we, nyamaza kabisa. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi nimechaguliwa na yeye. Nimehesabiwa haki. Nimeketishwa. Nimenyanyuliwa juu. Nina sehemu katika Baba. Hebu nyamaza. Alafu naisikia ile sauti ndani nasema Aba, Baba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nakumbuka tulikuwa tuna dada mmoja, tulikuwa tunamwamini sana.
Kila tukiomba anaanza kulia kwenye kona, analia. Tukajua huyu ndo mkandarasi mzuri wa kumpelekea maombi. Ana upako huyu dada jamani. Pelekeni maombi. Kila tunapoomba anakwenda kwenye kona, analia mpaka anaanguka chini. Tukaanza kumpelekea kandarasi zetu atufanyie na sisi. Mimi mchunguzi mimi. Nikaanza kumweleza, hebu niambie ule upako unavotoka. Akasema, nyinyi ni upako gani? Mimi nilivyokuwa primary, secondary, high school, nilikuwa tu mimi. Swala la kutoa mimba ni kama tu kupenga kamasi. Nilikuwa tu mimi kama kupenga tu kamasi. Anasema sasa kila nikija hapa nikianza kuomba anaanza kunisuta. Na wewe mtoa mimba, wewe unaanza kuja kusema hapa Yesu. Nikamwambia, sikuchezee wewe. Akija siku nyingine akikwambia hivi, mwambie hivi. Nikamuonyesha vipengele. Kutoka pale yule dada akajiamini, akasimama na akaendelea. Upako wa kulia ukawa ndio umeishia pale. Kwa kandarasi zote zikawa sasa kila mtu anakaa na kandarasi yake. Inachukua ufufuo wa Kristo kuizima ile sauti ya mashtaka. Amen. Ufufuo unakupa kitu kinaitwa uzima wa milele ndani yako. Amen. Ufufuo wa Kristo unakupa roho ya Mungu ndani yako. Kwa hiyo ile sauti iliyokuwa ya dhamira inayokutesa inakuwa repressed na roho wa Mungu. Ndipo pale unasema umeokoka. Na ndio maana pale sasa unatangazwa kwamba wewe huna hatia. Amen. Dini zote zitakufundisha kwa nguvu zote kwamba ukifuata A, B, C, D utasamehewa. Ndio, unaweza kusamehewa, lakini je, umehesabiwa haki? Tizama sana ndugu yangu. Unaweza ukasamehewa, lakini usiwe mtu unajua kwamba umehesabiwa haki. Amina. Ndio maana mara nyingi utasikia watu ni kwamba wanakuambia katika dunia hii kwamba nimekusamehe lakini sitasahau. Ina maana kwamba wewe hujahesabiwa haki, bado umefungiwa sehemu. Dini inaweza kaandaa mpango kweli kakufanya hivyo. Ilikuwepo hata wakati wa Masadukayo na Mafarisayo, lakini kuhesabiwa haki kumekuja kuletwa na Bwana Yesu baada ya kufa, na haswa ufufuo wa Bwana Yesu ndio umetuhesabia haki sisi. Ni bora ukahesabiwa kwa haki na Kristo kuliko kusamehewa kwa vipengele vya dini. Matendo yako hayawezi kukuondoa wewe, hayawezi kuizima hiyo sauti ya dhamira, hayawezi kuizima hiyo sauti ya dhamira. Itaendelea kukutesa, itaendelea kukusumbua. Baada ya kuhesabia haki na Bwana Yesu, ndipo sauti ya mashtaka inanyamaza. Kunakuwa na sauti mpya inayokushuhudia kwamba wewe ni mwana wa Mungu, inayokushuhudia kwamba wewe umesamehewa, inayokushuhudia kwamba wewe ni mwana. Ili uweze kuelewa, nikupe mfano mmoja. Nitakuwa nikitoa huu mfano na kwenda kuomba kwa ajili ya wagonjwa, naenda kuwaombea na nataka kumpokea kama Bwana Mwokozi wangu. Kwenye miaka ya 55 na 75 mpaka 75, Marekani ilikwenda kupigana vita Vietnam. Kuna bwana mmoja anaitwa McCain. Alikuwa mwana mahesabu, alikuwa mwana uchumi mzuri, alikuwa na mchumba wake kule Marekani. Yule mchumba wake alitoka kwenye familia maskini sana, alikuwa kaa yeye na mama yake tu.
Kwa hiyo Makeni alisema kwamba alikuwa anataka kwamba amalize masomo haraka, amuoe yule dada, amsaidie. Hapo hapo vita ikawa imetokea Marekani na Vietnam. Kwa hiyo vijana wengi wakaandikishwa kwenda vitani. Makeni alipokwenda akisema kwamba haidhuru kitu, akamwambia msichana, kwa sababu yule msichana wake alikuwa na ndoto kwamba asome mpaka afike PhD. Akamwambia, namba yangu ya mshahara huu hapa, kwa sababu huko ninakokwenda vitani mimi sihitaji hela, navaa nguo za serikali, nakula chakula cha serikali, nalala kwenye nyumba ya serikali. Akamwambia, chukua hii kadi yangu ya mshahara. Msichana akaichukua ile kadi, ndio ikamlipia masomo yake mpaka akafika PhD yake. Wakati huo Makeni akiendelea kule kupigana kwenye vita ile kule Vietnam. Marekani walifanya mambo mabaya sana, waliwaua sana wale wenyeji wakuu, waliuawa wengi. Kwa hiyo ikaja kutokea Makeni na kikundi chake platoon walikamatwa. Sasa wale serikali ya Vietnam ikawa inawaua mmoja mwingine wale askari wa Marekani, wakiwaambia wanatakiwa wasaini waraka ambao unawaonyesha kwamba wao ni wahalifu wa kivita. Basi wakaendelea, Makeni akisema mimi saini. Ilikuwa ni aibu kipindi hicho kusaini waraka huo. Wa Marekani walikuwa tayari kufa, lakini kusaini ule waraka, kwa sababu unapoandika kwamba wewe ni mhaini wa kivita, ina maana kwamba wewe ulikuwa ukiiba vitu vya watu kwenye maduka, ina maana kwamba wewe ulikuwa ni mbakaji, ina maana kwamba wewe ulikuwa ni jambazi, ina maana kwamba wewe ulikuwa ukiwaua watu mpaka raia. Makeni akasema nitasaini mimi huo waraka, lakini kwa sharti moja. Sharti gani? Akasema muachie watu wangu wote wa Marekani, mtabakia mimi mwenyewe. Akasema kweli? Wakawaachia wale wenzake, wakasaini, akasaini ule waraka. Ilikuwa ni aibu kwa Makeni, kwa kuwa watu hawakuishia pale tu, wakaenda kuchukua kamera ya TV, wakasema kili waziwazi, kili dunia nzima. Makeni akakiri dunia nzima, wale ndugu zake, wale rafiki zake waweze kuondoka, kwa sababu alishawaona kama 3 4 wakipigwa risasi za kwenye vichwa na vichwa vyao vikisambaratika hapo. Akisema bakia na mimi. Ilikuwa ni aibu. Mchumba wake akaja kumuona kwenye TV. Yule mchumba naye akaenda kwenye TV akasema, kuanzia leo Makeni sio mchumba wangu tena, kwa kosa hili alilolifanya. Na wale watu ili kuvunja ule moyo wa Makeni wakachukua zile picha za mke wake na video, wakamwambia huna kitu wewe sasa hivi, nchi yako imekuacha, nchi yako wanakulaumu kwa kitendo ulichokifanya, mchumba wako amekuacha. Makeni akabaki analia, kwa sababu kila kitu alikuwa, kila siku kwenye kofia yake ya chuma alikuwa kule ndani ameweka picha ya Elizabeth. Kila siku akatazama, anasema kwamba Elizabeth, karibu nitarudi. Yule Elizabeth alikuwa anampenda, aliyemwachia mshahara wake wote, amemgeuka, amtaki. Katokea dada mwingine huko Marekani, alikuwa na kampuni kubwa sana ya pharmaceutical, ya madawa ya binadamu. Lakini idara moja ya uhasibu ilikuwa inapwaya kila atakayemwendea kwamba nifanye nini na idara hii, nitafutieni mtu. Wakawa wanasema kuna kijana yuko Vietnam anaitwa Makeni, lakini ni msaliti, wawezi kukusaidia kitu.
Yule dada akasema, amefanya nini? Akasema ameisaliti nchi yake kwa kusaini waraka wa Vietnam. Ameachwa na mchumba wake. Wakati huo kampuni ya yule dada akiitwa Malisa ilikuwa inafanya usahili wa kumwajiri mtu anafanya utafiti mkubwa wa kitengo cha utafiti. Wakamchukua Elizabeth, akawa ndio yuko pale. Mama yake Elizabeth ndio alikuwa yule sasa akimsimanga kabisa McCain na kumwambia, wewe umfani mtoto wangu, sasa hivi tunakwenda kufanya kazi kwenye ile kampuni kubwa ya Tanzu, mtoto wangu atakwenda kupata nafasi kule, utakuja wewe, hatukutaki, ni msaliti wewe. Sema, mama, naomba ukumbuke mimi ndio niliwaachia kale kama mshahara, tutakulipa na interest. Yule mama angeweza kukunyoshea hivi kidole mpaka utumbo wako wote unageuka. Yule mama. Basi Malisa akaenda kuulizia faili la huyo McCain. Nipe hiyo faili. Akaanza kusoma. Ndio alikuja kugundua kwamba yule jamaa alijitoa kwa ajili ya timu yake. Kuna timu yake kama watu 4 waliuawa, akaamua ajitoe yeye mwenyewe akae nao wale watu ili wenzake warudi. Malisa akasema, huyu ndio mwanaume, huyu ndio mwanaume. Wanaandika pale kwamba mshahara wake wote mpaka leo Elizabeth anaukula huko, anamkatalia. Akasema, this is the man, huyu ndio mwanaume. Sasa nitafanyaje? Melissa alikuwa ni mtu mkubwa. Akaenda kwa rais, akaongea na rais. Moja McCain akiwa bado kwenye magereza, hali yake ikiwa ni dhoofu, magwanda yake yote ya jeshi yameoza kutokana na hali mbaya anayokaa. Alikuja kutolewa, wamemwambia, bwana, unarudi pale anakutaka na majenerali wa Kimarekani. Wanamwambia nenda kaoge, wanampa uniform mpya, wakamrudishia vyao vyake, wakamwambia mzee anakuhitaji. Elizabeth na mama yake wakaanza kutazama. Siku hiyo kwenye TV zinapigwa nyimbo za kijeshi tu, wanashangaa jamaa amenyoa nywele vizuri, anatembea ha. Wakasema vipi? Wakasema amehesabiwa haki, makosa yake yote yamefutwa, amekuwa kama vile hajawahi, imefutwa kila kitu. Akarudi akuwa tu mume wa Malisa, akawa yeye ndio makamu mwenyekiti wa lile kampuni. Elizabeth alikuwa ni mtumishi wake, kiasi kwamba wakati mwingine angemweleza Elizabeth, pamoja na PhD yako kalete kahawa, tena uweke kijiko kimoja cha sukari. Elizabeth alikimbia ye mwenyewe. Ndugu zangu, nataka kukuambia jioni hii ya leo, kuna kuhesabiwa haki. Unahesabiwa haki unapomwamini Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Ndipo pale kuna kitu kinaitwa kuhesabiwa haki. Huwa tunakaa tu tunasema tu kwamba kuokoka. Lazima tujue basi tunaokokaje. Unaokokaje? Unapohesabiwa haki tu, Roho wa Mungu anakuja ndani yako. Amen. Roho ya upendo inakuja ndani yako. Umpendi Mungu kwa upendo wako, unampenda Mungu kwa upendo wake anayokupa wewe. Upendo wa Mungu unamwagwa ndani yako.
Kwa kutumia ule upendo wa Mungu ndipo unapompenda Mungu. Wewe mwenyewe ujipendi, utampenda Mungu wewe? Wewe mwenyewe ujipendi. Ndio maana alibadilisha. Kwenye Agano la Kale, mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe. Alipotizama wengine hawajipendi bwana. Kaona hii itawaumiza wengine hii. Tufanyeje? Mpende jirani yako kama vile Yesu alivyokupenda wewe. Kipimo kubwa. Mwaga ule upendo ndani yako. Makaini akahesabiwa haki. Makosa yote, na kueleza tena, hata kwenye nchi ya Tanzania askari yoyote akifanya kitu kama hicho, huwezi kupata kazi sehemu yoyote. Huwezi kupata kazi sehemu yoyote. Sehemu kila utakapokwenda utakuta waraka wa serikali umekutangulia kule. Wanakutazama tu, wanasema wewe bwana huwezi kuja hapa. Nafahamu hichi ninachokisema. Nilikaa karibu na mtu alifanya vitu fulani kule kwa serikali. Alipata shida yule mtu mpaka amefariki sasa hivi. Kila alipokwenda akikaa wiki moja, serikali hii hapa anamwambia wewe atukutizama vizuri, utakiwi kuwekwa hapa, kazi inaisha. Hata kubeba magunia alikosa yule mtu. Makaini akasamehewa. Haleluya. Amen. Uko mahali hapa ambapo unasema kwamba hapana, nataka hii sauti, hii dhamira inayopiga kelele inyamaze. Niko tayari kumpokea Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi. Tunaweza tukasimama wakati huo kwaya ikiendelea kidogo kwaya. Tuendelee wakati huo. Uko mahali hapo, uko kwenye hiyo tenti. Sihitaji unyanyue mkono, nitakusemesha kwanza. Haleluya. 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 Praise team, mnapokuja. Uko mahali hapa unanisikia, uko nyumbani, uko njiani, naomba ufuatishe maneno haya. Naomba ufuatishe maneno haya. Haleluya. Haleluya. Amen. Weka mkono wako kifuani. Weka mkono wako kifuani. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninakushukuru kwa upendo wako. Kwa upendo wako. Kwa kunihesabia haki. Kwa kunihesabia haki. Ninakiri kwa kinywa changu. Kwa kinywa changu. Huku nikiamini. Kwa moyo wangu. Kwamba ulikufa. Na kwa kufufuka kwako. Nimehesabiwa haki. Na kupokea. Kama Bwana. Na Mwokozi wangu. Asante Yesu. Asante Bwana. Haleluya. Endelea kwa. Haleluya. Uko mahali hapo ambapo ni mara yako ya kwanza leo kuweza kuyatoa maisha yako kwa Bwana Yesu. Naomba nione mkono wako. Haleluya. Kuna mtu pale namuona, kuna dada pale na kuna mtoto pale. Haleluya. Naomba ushers, naomba muwasaidie hao kuweza kuna nini. Okay. Endelea. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema.
kwenye kizazi, disappear now, disappear now, disappear now. Kila mgonjwa unayemwacha nyumbani ambaye hali yake sio sawasawa, tunaituma neno la Mungu kutoka huko alipo akawe sawa katika jina la Yesu. Maumivu ya shingo, pokea uponyaji, pokea uponyaji. Maumivu ya shingo, pokea uponyaji. Maumivu ya goti, pokea uponyaji. Maumivu ya pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima katika jina la Yesu. Pokea uzima katika jina la Yesu. Pokea nuru katika jina la Yesu. Pokea nuru katika jina la Yesu. Kila aina ya roho zinazokufuatilia, kila aina ya roho zinazokutesa, nazisambaratisha katika jina la Yesu. Pokea, 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 pokea.